Uhuru Kenyatta has saved the life of Margaret Duta through a phone call. We don't have the fine details of the deal that him and the president of Vietnam have made. But as we speak today, the life of Margaret Duta is safe. I said it here yesterday. Na watu wakakasirika sana. Ruto has no moral authority to save anyone from anything. There is no way a murderer, a killer, and an abductor of Gen Z can save anyone. He has failed to protect Kenyans in their own country. How can he protect Kenyans from abroad? Surely. And that's why it was painful for me to see Kenyans desperately turning to Kasogo to save Duta. It was a lost battle if we kept our hope on Ruto. Ruto is only good in making deals of money and kickbacks. But anything to do with life, he has no concern. That one I'm saying today, I will say it tomorrow, and it is the truth. Hata wewe unakasirika kwa huu kweli. Jaribu uone kama Ruto atakusave mahali. Hawezi. Hata enda hospitali uone kama SHA itafanya kazi. Ujue Ruto cannot save you from anything. Some news. At least these are some promising news about our girl Nduta. May God have mercy on her. Please, Lord. Akanipigia, akanijambia mam, nilipata Magi wetu alikuwa kotini na akachikwa na akahukumiwa kunyogo. According to the family, it was Duta's first time traveling abroad seeking a better life. Her family says she had hopes of settling overseas, but fate had other plans. Maliongea na sister yake siku ya kufika na akamwambia ati akiona ni kusuri atakaa huko. Only that. Kipatikana makosa, anaweza leta hapa nchini, ahukumiwe huko, yani afungiwe huko, asinyongwe huko Vietnam. Now the family is desperately appealing to the Kenyan government, urging diplomatic negotiations for her extradition. Their wish for Duta to serve her sentence in Kenya rather than face the looming threat of execution in Vietnam. Ile information yenye tuko nayo ni kwamba alihukumiwa tarehe 6 na amepewa siku 7 aweze kufanya appeal. Munisaidie, muniletee huyo msichana huku, alafu mkitaka kumfuga mumfugie huku, mpeleke huku Kenya na muomba tu. It's a very sad story, Mwashumbe. Okay. Very sad story ambayo inamhusu mwanadada mmoja kutoka maeneo ya Murang'a. Ndio. Kutoka maeneo Murang'a, Kariko, Waithega, Murang'a County. Kumbuka Murang'a inasikiliza katika 97.3. Mwanadada huyu ambaye anaitwa Margaret Nduta. Mwanadada ambaye Nduta leo saa 2:30 mwanadada huyu ambaye alitoka kwao kijijini mwaka wa 2023 akiwa anaelekea katika nchi za Middle East ndio kwenda kufanya kazi. Leo hii saa 2:30 anapaswa awe anauawa kulingana na sheria za Vietnam. Sad story. Kwa nini? Nduta ilikuwa inasemekana kwamba amepata agenti ndio ambaye alikuwa anampeleka kazi ya nje. Okay. Yule agenti alikutana naye katika TRM Mall hapa Nairobi. Hapa tu. Thika Road tu. Ndio. Wakazungumza vizuri. Haya, wakakubaliana vizuri. Baada ya kukubaliana basi, yeye akaianza safari yake ya kwenda Middle East. Ndio. Alipanda basi akaenda mpaka Ethiopia. Okay. Kufika Ethiopia pale akakaa siku 10. Ndio. Baada ya siku 10 Nduta akapanda ndege pale Ethiopia, akaanza safari yake ya kwenda. Okay. Ndege ilimtoa Ethiopia mpaka Qatar. Ndio. Qatar kufika, ndege ikamtoa Qatar ikampeleka mpaka Vietnam. Ndio. Ikumbukwe kwamba alipokuwa kule Ethiopia, inadaiwa kwamba Nduta alipewa bagi. Sistaki anasema kwamba yule agenti wake alimwambia bagi lako limechoka sana na ni dogo sana. Wacha nikupatie bagi jipya. Agent wa Kenya Kama ni wa Kenya ama ni Ethiopia pia ama ni wapi? Either ilifanyikia Kenya ama ilifanyikia Ethiopia. Okay.
ambapo walikaa kwa zile siku 10. Ndio. Akaambiwa ile bagi alifai. Akatoa bagi jipya. Ndio. Hilo bagi jipya ndio lilikuwa na madawa ya kulevya kilo 2. Okay. Ambayo yamefichwa chini na wameweka kitu pale kimashini fulani kinaficha. So katika airport haionekani ile dawa. Ndio akapita airport ya Ethiopia, ndio akapita airport ya Qatar, alipofika Vietnam ndio akashikwa. Ikajulikana, ikagundulikana. So aliposhikwa Nduta akawaelezea wale maafisa wa polisi kwamba mimi nilipewa huu mzigo na jamaa fulani anaitwa John. Yule John aliniambia nikifikisha mzigo atanilipa 167,000 Kenya shillings. Okay. Na napaswa kurudi na mzigo mwingine. Sema hivyo yeye. Kwamba huu mzigo sijui hata kulikuwa na nini ndani. Niliambiwa tu niletee mtu fulani, alafu nikishamletea nitapewa mwingine nimregeshe. Najiuliza pia maswali, hakuweza kuuliza ni mzigo aina gani ambao anaotoa Kenya ni upeleke mpaka Vietnam. Hata sielewi Nduta kwa nini hakuuliza haya maswali. Shona, mzigo wenyewe ni gani? Why delivering something that you don't know? You need to know. Yes. So tunaomba kwamba hii diplomasia ya Kenya itaweza kufanya kazi na Nduta atarejeshwa nyumbani, na kama ni kuhukumiwa atahukumiwa nyumbani. That's what's trending this morning.